Katika jamii nyingi mwanaume amefundishwa kuwa imara, kimya na asiyeonyesha udhaifu. Lakini nyuma ya ukimya huo kuna maswali mengi, maumivu na changamoto zinazotafuna mioyo ya wanaume wengi. Hapa ndipo jina la Laurian Museri Mwanyika, mshauri nasaha, linaanza kusikika zaidi. I am Laurian Museri, a counseling psychologist and a mental health consultant and advocate. I go by Timamu Training and Counseling Center and Laurian Museri Mental Health and Mentorship. Laurian Museri ameonekana kujali kwa dhati maisha ya wanaume. Kwa muda mrefu sasa ametumia wakati wake mwingi kukutana na wanaume, kuwasikiliza na kuwafundisha kuhusu mambo yanayowasumbua katika maisha ya kila siku. Kwa sababu tumegundua kwamba hasa wanaume hawafikiwi vizuri na hasa masuala ya afya ya akili. Kupitia semina mbalimbali, Museri amekuwa akikutana na makundi ya wanaume katika mitaa tofauti pamoja na wanaume walioko makanisani. Katika vikao hivi anashare uzoefu, maarifa na ukweli mgumu ambao mara nyingi wanaume huogopa kuuzungumzia hadharani. Mimi naona kwamba tunapiga hatua na katika kipindi cha leo ama katika semina ya leo kumekuwa na wanaume karibu ya wote ama wengi kujitokeza na kuongea. They are trying to get used to opening up. They are getting more free with each other. They are getting that urge to bond, and the safe space is slowly but progressively being created. Kwa mujibu wa Museri, wanaume wengi wanapitia changamoto kubwa ndani ya familia zao, kutoka majukumu ya kifedha, ndoa, malezi hadi shinikizo la kijamii la kuwa mwanaume wa ukweli. Anasema changamoto hizi zisipoeleweka mapema huweza kuharibu familia na hata mustakabali wa wanaume wenyewe. Men's mental health has not been taken care of by most interested parties, and that statistics are showing that men are dying particularly from suicide because of lack of attention on their mental health issues. And generally men do not feel the need to seek mental health support, and even in their social interactions men are very mean with their information, particularly things close to their heart, things that disturb them, things that are eating them, things that are paining them, and they die silently. Statistics are showing that men have a 3 to 5 times risk of dying from suicide as compared to women. And in our country, statistics are also giving us a very grim picture of men dying from depression, anxiety and the related, which are closely linked with suicide. Tunawashukuru wanaume kwa kuwa leo baada ya semina mbili, hii ikiwa ya pili, leo wamejifungua sana, wamekuwa huru kusema mambo yao ambayo yanahusu jamii. Lakini kile ambacho tumezungumza leo ni kitu kidogo tu sana. Yako mambo mengi ambayo nataka yazungumzwe, na hata zungumzwa tu hivi mpaka tuwe na mazoea ama na tabia ya kwamba tunaweza kuwa na shughuli hii ama such an event ambayo inafanywa kila baada ya muda usiopungua pengine mwaka ama miezi 3 ama 4, ili mwanamume aweze kumfahamu mwenzake. Mafundisho ya Laurian Museri yanaendelea kupendwa na wengi. Wanaume waliowahi kuhudhuria semina zake wanadai kusaidika pakubwa. Wengine wanasema walipata mwanga mpya katika maamuzi ya kifamilia, wengine wakijifunza kudhibiti hasira, na wengi wakijifunza kujipanga upya kimaisha. Kile ambacho nimeona ni kwamba wanaume wanahitaji sana nafasi ya kuweza kukaa na kuzungumza. Ukweli ni kwamba wanaume tunapitia changamoto nyingi katika familia, na moja ya zile ambazo ni mwito wa chama cha wanaume ni good family, good church. Wakati ambapo tunaongelea jambo la good family, tunaona kwamba wanaume tunapitia changamoto nyingi ambazo
kikao kama hiki kimeweza kutusaidia vizuri, kwa sababu tumekuwa na mwalimu ambaye ana ujuzi mzuri wa kuweza kutufahamisha ni jinsi gani tunaweza kuishi vyema kama wanaume katika familia zetu. Semina kama hii tumekuwa na mafumbo mbalimbali, hasa katika mental wellness. Hii imenisaidia kwanza kuwa na maadili zaidi ya ambayo tukiwa na ndoa, kama mimi nikiwa na ndoa ambayo imeanza, niko na najua vile ninafaa kuanza, na kwa wale watakao nisaidia katika hili kundi kwea na niweze kupea na kuishi miaka mingi na mke wangu. Museli anaamini kuwa katika ulimwengu wa sasa mwanaume hafai kuishi kwa kubahatisha. Anapaswa kujipanga, kujielewa na kuwa tayari kubadilika ili afaulu, si tu kwa ajili yake bali pia kwa familia na jamii kwa ujumla. Groups, other social communities, other churches and religious organizations to arrange and call for such sessions. I'm ready to facilitate. You just call me and we help our men. Let's not leave them behind. They have been feeling left behind. Now they are feeling taken care of. And I think I welcome you, I welcome all men to call for such sessions in all churches, all other community groups, so that we can help them. Waweze kupata hiyo hamu pia ya kujiunga na hili kundi, ndio tuweze kuwa wengi na kupanuka na kuendeza injili ya Bwana, ambayo kwa slogan yetu tunasema good family, good church, so that the family can be strong na bado sisi tunaweza kuendeleza hiyo familia yetu ya kanisa. Katika jamii ambayo mara nyingi husahau sauti ya mwanaume, Lorian Museli anaendelea kusimama kama daraja la matumaini. Labda ni kweli usemi wa Kiswahili unaosema kwamba mti hauanguki kwa shoka moja. Mwanaume pia anahitaji msaada ili asimame imara. Zoezi hili kwa kweli limefana sana, kwa sababu baadhi ya wanaume wameweza kujifahamu mahali walipo, mahali walikotoka, walipo na wanapokwenda kiroho. Inamaanisha kwamba hata imezua hisia ama imezua mjadala kwamba ikiwezekana tuwe na mazoea ama tuwe na tabia ya kuwa na event ama shughuli kama ya siku ya leo mara kwa mara, ikiwezekana mara 2 kwa mwaka ama mara 1 kwa mwaka. Na ikiwa hivyo basi wanaume watazoeana, watakuwa wako tayari hata kuwa na uhuru wa kufanya yale ambao wanatakiwa wafanye kama wanaume ndani ya familia na pia ndani ya kanisa.